Kila siku unatumia mtandao, unatuma WhatsApp, unaangalia YouTube, una Google. Lakini je, umewahi kujiuliza mtandao huo unatoka wapi? Unafanya kazi vipi? Wengi wetu tunafikiri mtandao ni kitu kinachoelea angani kama wingu, kitu cha ajabu kisichoonekana, kinachozunguka kila mahali. Lakini ukweli ni tofauti kabisa, na leo tutafafanua yote kuhusu mtandao. Tutajifunza jinsi mtandao unavyofanya kazi hapa katika channel yetu ya STEM Swahili. Hebu tuanze. Mtandao au internet si wingu, si hewa, si kitu cha ajabu kinachoelea hewani. Kwa kiasi kikubwa, mtandao ni waya halisi, waya uliozikwa ardhini, uliotandazwa chini ya bahari, unaounganisha nchi moja na nyingine, bara moja na jingine. Fikiria hivi, unapotuma ujumbe kwa rafiki yako aliyeko London, Uingereza kutoka Dar es Salaam, ujumbe huo husafiri kupitia waya halisi. Waya huo hupita chini ya bahari ya Hindi, ukipita pwani ya Afrika Mashariki hadi kufika Ulaya. Wakati mwingine, sehemu ndogo ya safari ya ujumbe huo unaweza kutumia mawimbi ya hewani kama Wi-Fi, yani wireless, minara ya simu au satellite. Hebu tuzungumze kuhusu wahusika wakuu wawili katika mchezo huu wa mtandao. Wa kwanza anaitwa server au mhudumu. Sasa server ni kompyuta maalum inayounganishwa moja kwa moja kwenye mtandao kupitia waya. Server inahifadhi vitu vyote vya mtandaoni kama tovuti, yani websites, picha, videos na ujumbe. Kazi ya server ni kupokea na kujibu maombi ya watu masaa 24 kwa siku. Na mhusika wa pili kwenye mchezo wa internet anaitwa client au mteja. Sasa huyo ni wewe, laptop yako, simu yako, iPad yako, vifaa vyako vya electronic ni clients. Sasa wewe ni client, hujaunganishwa moja kwa moja kwenye waya mkubwa wa mtandao, ila unaunganishwa kupitia kampuni inayoitwa ISP, Internet Service Provider. Sasa mfano wa Internet Service Provider au ISP ni kama Vodacom, Airtel, Tigo Yas au TTCL. Kwa kurahisisha, fikiria waya mkubwa wa mtandao ni kama mto mkubwa wa maji. Sasa ISP kama Voda au Tigo ni kama pampu au bomba la kusambaza maji linalochukua maji kutoka kwenye mto huo wa internet na kuuleta nyumbani kwako. Wewe sasa mtumiaji, client, unafungua bomba, simu yako au kompyuta yako na kutumia maji hayo, yani mtandao, kadri unavyohitaji. Sasa, swali muhimu ni hili. Kompyuta zinaunganishwa kupitia miundombinu ya mtandao kama nyaya za fiber optic na mawasiliano ya wireless. Lakini je, kifaa kimoja kinawasiliana vipi na kingine kati ya mabilioni ya vifaa duniani? Jibu ni IP address, yani internet protocol. Hii ni anwani ya kimtandao. Sasa kila kompyuta, simu au kifaa kinachotumia mtandao kina namba yake maalum. Hii ni kama anwani ya nyumba. Ukituma barua lazima uandike anwani sahihi ili ifike kwa mtu unayemlenga, mtaa, nyumba na jiji sahihi. Sasa hii ndio IP address. Vivyo hivyo, taarifa zinazotumwa mtandaoni lazima ziwe na IP address sahihi ili zifike kwenye kifaa sahihi. Tatizo ni kwamba IP address huwa ni namba ndefu na ngumu kukumbuka. Yaani IP address inaweza kuwa namba kama 10 hivi. Sasa hiyo ni ngumu sana kukumbuka. Kwa hiyo, badala ya kukumbuka namba hizo, tunatumia majina rahisi kama google.com au youtube.com. Hizo zote zina IP address na zina anwani. Sasa sisi tunatumia majina ili kutusaidia kukumbuka. whatsapp.com, etc. Sasa majina haya hubadilishwa kuwa IP address na mfumo maalum unaoitwa DNS, Domain Name System. Okay, so majina haya hubadilishwa kuwa IP address na mfumo unaoitwa Domain Name System. Sasa DNS ni kama kitabu cha simu cha mtandao. Inakusaidia kupata namba sahihi ya kompyuta unayotaka kufikia. Okay, so kwa hiyo DNS inatambua IP address. Unapotuma ujumbe, pale unapobonyeza tu send,
kinatokea kitu gani, au pale unapo Google tu una search kitu, ni kitu gani kinatokea. Unaweza kufikiria data yako kama picha au ujumbe au video. Hii tunaita data, yani vile vitu ambavyo unatuma au una search kwenye mtandao tunaitwa data. Sasa unaweza kufikiria hiyo data inasafiri nzima kama gari kubwa barabarani, lakini sivyo hivyo kabisa inavyofanya kazi. Kompyuta inachukua data yako, kile unachokituma kama message au una Google kitu. Sasa inachukua ile data na kuikatakata vipande vidogo vidogo. Kila kipande kinaitwa packet au pakiti. Sasa fikiria ujumbe wako ni kama mkate mzima. Kompyuta inakata mkate huo vipande vya slesi, kisha kila slesi inasafiri peke yake njia yake yenyewe kupitia mtandao. Sasa kwa nini ile message inakata vipande badala ya kusafiri kama kitu kimoja? Hii ni kwa sababu ni haraka zaidi na ni salama zaidi. Kama barabara moja imeziba, paketi nyingine zinaendelea njia tofauti. Na ukifika upande wa pili, zote zinakusanyika na kurekebishwa kwa mpangilio sahihi na unaona picha au ujumbe kamili. Vizuri sana. Sasa paketi za data zinasafiri kupitia mtandao, lakini zinaelekea wapi? Zinajuaje pa kuelekea? Zinajuaje zifuate njia gani? Hapa ndipo kuna kitu kinaitwa router. Sasa router ni kifaa kinachounganisha sehemu tofauti za mtandao na kusaidia kuelekeza taarifa. Okay? Kazi yake ni moja kuu, kuamua paketi iende wapi, hatua inayofuata. Sasa fikiria router ni kama askari wa traffic kwenye makutano ya barabara. Gari linafika, askari anaonyesha nenda pale. Vivyo hivyo ndo paketi zikifika pale, router inasema wewe nenda huku, wewe nenda huku, wewe nenda pale. Sasa router inaangalia ile IP address ya mlengwa. Inaelekeza nenda huku, nenda huku. Ndio maana ujumbe anaopata simu inaingia kwenye simu ya Asha badala ya simu ya mtu mwingine, kwa sababu inajua IP address na inaelekeza ujumbe uelekee huko. Sasa paketi moja inaweza kupitia routers nyingi kabla ya kufika kwenye kifaa kinacholengwa. Kila router huangalia taarifa ya uelekeo na kuipeleka mbele. Ni kama barua inayopitia ofisi kadhaa za posta kabla ya kufika kwa mpokeaji. Sasa, hebu tukusanye kila kitu tulichojifunza leo. Mara unapobonyeza send au unapofungua tovuti, hiki ndicho kinachotokea. Kompyuta yako, wewe client, inatuma ombi kupitia ISP ambayo ni Internet Service Provider kama Vodacom au Tigo, kwenye waya mkubwa wa mtandao. Sasa data inakatakata vipande vidogo zinazoitwa packets ili isafiri haraka na salama zaidi. Kila packet inabeba IP address, internet protocol, inayoonyesha mahali inatoka na inapoenda. Packets zinasafiri kupitia routers nyingi, kila moja ikizionyesha njia inayofaa. Packets zote zinafika server, ile kompyuta inayoshikilia data. Madata yote kama mafaili, mavideo, mapicha, kompyuta hiyo ndio inaitwa server. Sasa server inazirudisha paketi kwako. Inachukua unachokihitaji, inarudisha paketi kwako. Zinaunganika tena, unaona matokeo yake kwenye screen yako. Na yote yanatokea ndani ya sekunde hii moja, bila kukosea. Hiyo ndio nguvu ya mtandao. Sasa, kabla hujaondoka, naomba usubscribe na ushare ujumbe huu kwa mtu yote ambaye angependa kujua jinsi internet inavyofanya kazi, na pia acha maoni yako, niambie ulijifunza nini leo, au kama una swali unataka nikujibu, mimi nasoma maoni yote na nitatoa jibu. Haya, mpaka video nyingine tena, kwaherini.